katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 hapo msururu wa kwanza mpaka wa 7. Huyo mama alikuwa amefiwa na mmewe ambaye alikuwa ni mmoja wa manabii, na akaiacha deni kubwa sana ambayo ilikuwa sasa inabidi vijana wake wauzwe ndio waweze kulipa ile deni. Yule mama akamulilia Elisha, naye Elisha akaja akamuuliza, mama, una nini? Yule mama akajibu akasema, sina chochote kabisa ila tumafuta kidogo ambayo imebaki. Unaona jimbo ya yule mama, hajaulizwa chenye hana kabisa, ameulizwa una nini? Na katika maisha yetu kama wanadamu tuna hayo mazoea ya kujibu chenye hakikuulizwa, na wakati wowote unapojibu swali ambalo halikuulizwa huwa tayari umenoa. Utapata sufuri hata kama umeandika paragrafu 10 ukijibu swali ambalo hukuulizwa. Na hivyo ndivyo tunaishi maisha yetu, na hasa wa Kristo tuna hiyo mazoea sana ya kuishi maisha ya kujibu maswali ambayo hayajaulizwa. Lakini Elisha alimwambia, alright, sina haja na hiyo jibu ambayo umetangulia nayo, that I have totally nothing. Hiyo sina haja nayo. Yenye niko na haja nayo ni hii umesema, except a little oil. Wengi wetu tuko hapo pia, tunasema we totally have nothing except. Nami leo hii ninao ujumbe wako ya kwamba Mungu anafahamika vema kwa kutumia except. Mungu hana haja na hiyo ingine, hana haja na ile nyingi ambayo iko, ako na haja na the except. Huenda amekuwa akikuuliza kwa muda, una nini? Lakini unasema sina chochote ila tu. Naye Mungu ni mwenye mazoea ya kutumia ila tu. Na wale watu wote, wengi wao ambao wamenakiliwa kwa Biblia, ambao Mungu alifanya nao mambo makubwa sana, ni wenye walikuwa na ila tu. Si wenye walikuwa wazuri zaidi, si wenye walikuwa wanatosha sana, si wenye walikuwa navyo sana. Rahasha, ni wenye walikuwa hawana ila tu. Na sasa hii ila tu, sijui kwa nini tunaichukulianga kama si kitu hiyo, lakini hiyo tu ndio Mungu anataka, kwani Mungu anataka mbegu ndio aizalishe iwe mingi, iwe kitu kubwa. Kwani Mungu kama kuna jambo moja ambayo anajulikana nayo tangu alipoumba hii dunia, ni kuzalisha, ni kuzifanya zilizo ndogo kuwa kubwa. Hata wewe ambao unanisikiza leo hii, kuna wakati ulikuwa a minute, kitu ambacho hungekiona kwa macho. Sasa angalia venye unatoshana. Vitu mingi hii dunia huanza vikiwa vidogo, ndio vinakuwa vikubwa kwa muda. Lakini tuna hiyo hurka ya kuwa tunataka sana kuanzia ikiwa mingi tayari, na hivyo ni kama tunataka kumnyang'anya Mungu kazi yake. Kwani kazi ya Mungu hii dunia ni kuzifanya zile ndogo kuwa kubwa, ni kuzibadilisha zilizo duni anazifanya za maana, zilizo chache anazindiza zinakuwa nyingi. Na hivyo wacha kutaka kuchukua kazi ya Mungu, tumia hicho ambacho uko nacho, kwani hicho kikiwa kidogo ndicho kumvutia Mungu, ndio aje afanye miujiza yake. Mungu hupenda sana afanyapo miujiza, na hasa ya kumultiply na kufanya vitu viwe vingi na kuvifanya viwe vikubwa. Tubadilishe mtazamo wetu, tuache kuona a glass half empty, tuanze kuona a glass full empty. Tuache kuona chenye hakiko, tuanze kuona chenye kiko. Ni matumaini yangu toka leo
utabadilisha lugha. Utaacha kusema huna chochote ila tu, bali utachukulia hii ila tu, na utakuwa ukiiangazia na kuiongelelea hiyo ila tu. Kama mambo yalivyombadilikia yule mwanamke na akawa na mafuta nyingi ya kuuza, kulipa ndeni na ya kubaki kutumia, vivyo hivyo itakufanyikia katika maisha. Utakuwa na nyingi zako za kutumia, za kupeana na za kubakisha. Utakapokubali kujibu na ujibu ipasavyo. Una nini? Wacha kuangalia udhaifu wa hicho chenye uko nacho. Wacha kuangalia venye wengine wanaweza ifanya vizuri kukuliko. Wacha kuangalia venye imefanyiwa na wengine huko mbele. Wacha kuangalia hayo mambo mengine yote. Roho wa Mungu anauliza, je, una nini?